Napenda kumshukuru Mungu kwa wingi wa rehema na fadhili zake. Jina lake lipewe sifa. Nipende kuwakaribisha watazamaji na wasikilizaji wote wa Nuru Ndogo Gizani. Karibuni sana katika masaa haya matakatifu ambayo Mwenyezi Mungu amependa tuweze kuwa pamoja na kumjifunza yeye pamoja. Basi kabla tujaanza tuweze kuomba. Baba mwema, twaja mbele zako, tunaomba ukatuongoze, ukanene na nafsi zetu, ukanene na roho zetu na miili yetu, ili Bwana tuweze kuandaliwa na tuwe kamili bila lawama hata wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Ndilo ombi letu kwa imani tukiamini unanena nasi kwa jina la Yesu Kristo, amina. Siku ya leo tutaangalia kitabu cha Zaburi 62. Kuna maneno ya kutia nguvu. Zaburi 62 kuna maneno ya kutia nguvu ambayo tunza Zaburi ya 62 Daudi aliandika maneno haya kwa ajili ya kutia nguvu wote. Mstari wa kwanza anasema, nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya, wokovu wangu utoka kwake. Yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, ngome yangu, sitatikisika sana. Nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya, wokovu wangu utoka kwake. Daudi alifahamu ya kwamba wokovu wa mwanadamu unatoka kwa Mungu peke yake. Kuna nyakati ambazo wale ambao unawategemea hawawezi kuambatana pamoja na wewe, hawawezi kuwa pamoja na wewe, na wakati huo unajikuta uko mwenyewe na hauna sehemu yoyote ya kukimbilia. Daudi anafahamu sehemu sahihi ni nafsi kumngoja Mungu peke yake kwa kimya. Ndani ya utu wa ndani yapaswa mwanadamu ajue kwamba wokovu una Mungu peke yake, na uko ndani kwenye utu wa ndani ambapo mawazo yanazaliwa, hisia, nia. Huko ndani inapaswa mwanadamu amngoje Mungu peke yake kwa kimya, kwa sababu wokovu, msaada unatoka kwa Mungu, wakati ambapo wengine hawawezi, kwa sababu sisi wanadamu ni wa ukomo. Ukimtegemea mtu ambaye ni wa ukomo, kuna kipindi hata kuwepo katika sayari dunia. Je, wokovu wako utatoka kwa nani? Daudi anasema, nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya, wokovu wangu utoka kwake. Yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, ngome yangu, sitatikisika sana. Hii sehemu ya pili ninaipenda sana. Katika huu mstari wa pili anasema, yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, ngome yangu, sitatikisika sana. Wapenzi, kila mtu amngojaye Mungu pekee ndani ya nafsi yake kwa kimya, kila mtu anayemtegemea Mungu, kumtegemea Mungu, kumngoja Mungu, sio kwamba hautatikiswa katika hii dunia. Lazima kutikiswa, lakini ahadi inayoipata kwenye Zaburi 62 mstari wa pili kwamba nitatikiswa kidogo, kwa maana nyingine sitatikiswa sana. Kwa hiyo nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, Mungu ameishaweka mpango ya kwamba watoto wake wanapopita katika majaribu, hatoruhusu wapite katika majaribu marefu, kwa sababu ataweka mlango wa kutokea. Ndipo Daudi anasema kwamba ngome yangu, sitatikisika sana. Katika maisha wacha Mungu kuna kipindi cha kutikisika kidogo. Unapotikisika kidogo, sio kwamba Mungu amekuacha. Mungu amefupisha mitikiso, ndiyo maana imekuwa kidogo, na ameweka mlango wa kutokea. Nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya. Nipende kukwambia mpendwa msikilizaji na mtazamaji ya kwamba katika maisha nafsi yako imngoje Mungu peke yake kwa kimya. Na kumngoja Mungu kwa kimya haijamaanisha ya kwamba wewe hautatikiswa. Utatikiswa, ila kidogo, sio sana. Kwa hiyo anasema mzee Yakobo, Yakobo 1 anasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, kwa kuwa kujaribiwa kwa imani zenu kunaleta saburi, na saburi ina kazi takatifu ya kuwakamilisha, msipungukiwe na neno,
lolote. Kwa hiyo majaribu, watapaswa kuwa wacha Mungu. Majaribu ni sehemu ambayo inakuwa ni ngazi ya kuwainua, lakini majaribu hayo Mungu amesema hayatakuwa mengi, ataweka mlango wa kutokea. Utatikiswa, ila sio sana, kidogo. Tukiwa katika dunia yenye matatizo, yenye shida, habari njema wakati huu ni kwamba Mungu hawezi kuruhusu ukatikiswa sana. Utatikiswa kidogo na ataweka mlango wa kutokea. Nafsi yangu, imgoje Mungu peke yake kwa kimya. Yeye tu ndiye anaweza kufanya mitikiso ya maisha isiwe mikubwa. Baba hawezi kufanya mitikiso ya maisha yako na changamoto unazozipitia isiwe kubwa. Mama hawezi, ila Mungu peke yake. Katika mitikisiko hiyo haitakuwa mikubwa, kidogo. Anasema, nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya. Wokovu wangu utoka kwake, yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, ngome yangu, sitatikisika sana. Kidogo, sio sana. Nipende kukupa habari njema, ndugu mtazamaji na msikilizaji. Maisha tunayopita tutatikiswa, lakini sio sana. Kwa ajili ya wokovu unaotoka kwa Mungu, mitikisiko yetu haitakuwa sana, itakuwa kidogo. Mungu akubariki katika maisha unayoyaishi. Jua kwamba wokovu unatoka kwake, na unavyotikiswa sio sana, ni kidogo, na Mungu ataweka mlango wa kutokea. Bwana akubariki, Bwana akufunike na utukufu wake, neema yake isikupungukie, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.